nataka kumkataza Maina Jenga, waacha kutumia vijana. Waacha kutumia vijana. Jua vijana wakiona shida, sidhani wewe utakuwa area. Mimi nilikuwaga hapa Maina Jenga, waacha nikupee siri. Hii Nairobi nilikuwa siku ya Michuki. Vile vijana waliuliwa huku kama mambuzi. Na walikuwa wanaenda kuzikwa na familia yao peke yao. Tena mnawazika na masaa. Maina Jenga, waacha kutumia hawa vijana. Hawa vijana ni wadogo sana. Wewe ni mzee, wewe ufai kuwa kwa mayouth. Wewe ni mzee sana kutumia hawa vijana. Waokote pesa kwa ma3 ama kwa manyumba za watu wakuletee wewe. Unaenda na gari na vijana wanakimbia mguu. Kwani Maina umefanya Central ndio sasa imekuwa sasa ndio nini ngome yako? Ukisema utatembea Kenya mzima. Watu waache ukabila. Hiyo dini yako ni ya kabila gani? Wajaruo ni wangapi? Wabaruya ni wangapi? Hiyo dini yako ni ya kabila ngapi? Ndio unasema watu waache ukabila. Enda uingize Wajaruo umuongeke. Enda uingize Wabaruya na Wakamba wote waingie muongeke. Ndio tujue hiyo dini yako si ya ukabila. Maina, waacha kutumia vijana. Ndio nilikuambiaga wewe ni traitor. Wewe ni traitor mbaya sana. Kwani Nyeri tu ndio unaweza peleka hiyo mkutano yako na kwenda kuharibu maombi za watu? Ama unataka ujioneshane wewe ndio kingpin wa Mount Kenya na wewe umekwisha? Wewe ni mzee. Waacha kutumia vijana hivyo Maina. Na nilikuambiaga hapo wewe ndio utatumia Mount Kenya. Lakini Maina ushuge. Shidano yako yeri iko ya adharukani kukudunga tu. Waacha kutumia vijana. Icho ni mwana nini muno ugishitomera. Yaani umeona sasa Mount Kenya ati sasa wewe ndio unakuja ati kuhaisha Gachagua. Uwaji toboa, wewe ni bonoko. Maina, kwani unatakaga aje na Mount Kenya? Ukisikia tu kitu kidogo Nyeri unakimbia mbio mbio. Na vijana wadogo wadogo hata hawajakura wameparara kuparara. Ati hiyo ndio jeshi yako. Jeshi umeokota huko na huko na huko unaileta huko nini? Nyeri. Wewe Maina nani kioda kweli? Wewe unakuwa traitor mbaya sana. Wewe traitor. Hiyo dini yako watu washaiondokea. Au vijana tu ndio unatembeaga nao. Hakuna watu wanataka hiyo dini yako. Kwanza wamama na wazee. Mimi kwanza nikasikia mtoto wangu ameingia hiyo dini na muua siku hiyo. Hiyo ni dini unatumiaga watoto kama tishu. Dini itakora na adhuri. Watoto tu ndio wanakuaga hapo wao unatumiaga. Unakuja na V8 vijana wanakimbia mguu hata wengine hawana viatu. Ndio ile kitu muwapewa kusifu. Ati ndio onekane uko na wingi wa watu. Wewe Maina una watu. Una watu. Nilikuambia siku moja tu simama kiti ya mbunge. Usimame hapo tutakutambua. Ukishaingia kama kwako kwenyewe unakataliwa. Sasa watu wa Nyeri utakuja kuambia aje? Na watu wa Nyeri tu ni vile wanakunyamazia. Lakini kwa mahali itafika waseme enough is enough. Uniambie ile damu itamwagika huko. Huko kwingine mbona hatuoni watu wakitumiwa vile wewe unatumiwa? Huko kwingine mbona watu watumiwi? Wewe ndio sasa unatumiwa ati sasa kukuja kugawanisha Central. Unakuja kusifu Ruto na Ruto hatumtaki. Na Ruto sasa tushamtoka. Hata tushamtabika. Hakuna vile utauza huyo mtu Central. Tushamuondokea kabisa. Kwa hivyo Maina, wewe waacha kujifanya traitor. Ndio hapo orogame na kuukoanyu. Kwenda kwanza usimame huko kwenyu. Siangu kakudhokia Mount Kenya. Wewe. You must get a team of lawyers and document the atrocities that were committed by that criminal gang against the people in the 90s, because those were crimes against humanity, and start engaging the International Criminal Court. That the ICC should not wait until crimes against humanity have been committed. This gang is known to have committed crimes against humanity. Now, with the sponsorship of government, they have come back. And for sure, they have started.
So Bwana Kagusha, get a team of lawyers to write to the ICC to invite them to come to Kenya and make sure that the activities of that criminal gang sponsored by government is not allowed to take place. History is repeating itself. In the late 80s, early 90s, during the reign of President Daniel Arap Moi, the government then destroyed the economy and became very intolerant and dictatorial. And when the people of this region started saying no, a criminal gang was formed to come and punish the people because they were saying no to bad governance. That gang, na huyo kiongozi wa hiyo gang alikuwa kijana mdogo then, kaitwa na Moi akaambiwa aude hiyo kikundi. Is the same leader alikuwa hapa on 31st. Same. That gang, father. Do you want your child to learn English? Lingo Kids is the most complete English learning platform for kids age. Father, nataka kuuliza kanisa yetu ya Catholic and other churches to speak out. History is repeating itself. In the late 80s, early 90s, during the reign of President Daniel Arap Moi, the government then destroyed the economy and became very intolerant and dictatorial. And when the people of this region started saying no, a criminal gang was formed to come and punish the people because they were saying no to bad governance. That gang, na huyo kiongozi wa hiyo gang alikuwa kijana mdogo then, kaitwa na Moi akaambiwa aude hiyo kikundi. Is the same leader alikuwa hapa on 31st. Same. That gang, father, descended on the people of this region with brutal efficiency. They beheaded people, circumcised our women, raped our daughters, defiled our children, extorted money from bus stops, demanded money for dowry, collected money kwa duka. They caused chaos in this region. In the year 2009, Mheshimiwa Kafadha is here. Pale Gathaithi waliua watu 29. Wakakata hao vichwa. Si mnakumbuka? It took the late John Mechoke 4 years to deal with that criminal gang. Years later, history is repeating itself. Government has been managing the economy. It has become unpopular. People have started saying no. The same gang leader ametafutwa na serikali na ameletwa hapa to force the people of this region to accept the president and his deputy. Wamekuja hapa 31st. Huyo kiongozi ametangaza mchana that amepewa kazi na serikali ya kuzunguka katika mlima Kenya to force the people to accept the president and his deputy and to escort the leaders ambayo wamekataliwa na watu wakuje mashinani. When they left Kabiroini, wakapita hapa town, wakapora watu. Wasichana wa mama walikuwa na earrings zikachukuliwa, wale walikuwa na necklace zikachukuliwa, watu walikuwa na saa wakanyang'anywa, magari ikatolewa side mirror. Watu wakienda polisi wanasema sisi hatuna kitu tunaweza fanya, tumeambiwa na deputy president au watu wanafanya kazi ya serikali, tunafanya kazi na hawa. Jana walikuwa pahali naitwa Jombe, pahali ya dawari,
wanaenda kudemand 10% ya dowry imelipwa. Pale Banana wameingia kwa stage, wameanza kuuliza pesa. Sisi tunauliza president, tafadhali, hao watu ya area hii walikuchagua kwa upendo mwingi sana. Kama wanakukataa, ujaribu kujua ni kwa nini, lakini usirudie ile moja alifanya, kutuma hicho kikundi kuja kuhangaisha watu ya Mlima Kenya.